Taala anatuuliza, je, mtakengeuka baada ya bwana mtume kuuliwa au kufa na mkarudi katika zile zama ambazo mlikuwa kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kukujieni? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba hakika yule ambaye atakengeuka atambue ya kwamba hamdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa madhara hayo yanarudi katika mtu mwenyewe, huyu ambaye amerudi katika zama ambazo alikuwa kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwajia. Ndugu zanguni, tunazungumzia je, ni vipi tutarudi au tutaendelea na ile misingi na misimamo ambayo tulikuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tizama hasara zilizopatikana baada ya watu kukengeuka ile misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anataka wanadamu wapite katika misingi hiyo. Ilifikia hatua watu wanaostafidi mali za Waislamu, watu wanaoenjoy mali za waumini ni wale watu ambao wana ukaribu na viongozi ambao walienda kinyume na misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoitaka kwa nani katika huu ulimwengu. Ilifikia hatua siasa ikaingizwa katika dini na watu wakasahau ile misingi sahihi ambayo kila mwanadamu anatakiwa aweze kuifata. Umaskini ukajaa tena katika mji wa Madina na katika miji mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu watu wakaweka sheria zao tofauti na zile sheria ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwawekea na kuambia kwamba mkitaka muweze kufanikiwa, basi mnatakiwa mshikane jambo hili. Watu wakapita na misingi yao wenyewe, wakaleta sheria na kanuni ambazo wananufaika nazo watu wenyewe kama wenyewe, na kusahau ya kwamba kuna watu ambao vile vile wanahitajia waweze kunufaika na manufaa ambayo wananufaika watu hao. Sasa tunajiuliza, pale ulipoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kwamba ili tupate kuwa wacha Mungu, mazingira ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anatukuta tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka kila mmoja wetu kuna vitu ambavyo alikuwa akiweza kujizuia navyo. Mtu alikuwa anaweza kujizuia, alikuwa na ile nguvu katika nafsi yake. Kitu hichi hapa nakiona ni kizuri, lakini kutokana na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu huyu alikuwa anaweza kujizuia na kutokufanya vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala havitaki. Bila shaka mabilabu na baa mbalimbali ziliweza kufungwa. Kwa nini? Kwa sababu ya heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, baada ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha, tutabaki katika ile misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anataka tuone katika misingi hiyo, au tutakengeuka na kufanya vitu ambavyo havimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka ukitaka kutambua ya kwamba funga yako uliyofunga ndani ya siku 30 ina athari gani, jitizame wewe. Tizama matendo yako ambayo unayafanya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa matendo yako yanaenda kinyume na vile vitu ambavyo ulikuwa ukivifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na matendo yako yakawa ni kinyume, ukawa unafanya vitu vya hovyo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unatakiwa ujitizame mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu saumu yako uliyofunga ina mashaka ndani yake, na lau saumu yako ingelikuwa na athari,
bila shaka ungeweza kukaa na ule msimamo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka akuone, na ukajiepusha na vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki akuone katika sehemu hiyo. Sasa ni zipi faida ambazo zinapatikana baada ya wanadamu kuishi katika zile athari ambazo walikuwa nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Moja ya faida ambayo inapatikana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na watu wakaishi katika ile misingi sahihi ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kushuka pale popote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutolea mfano na kutuambia ya kwamba lau kijiji au sehemu au jamii ikamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha jamii hiyo ikaishi katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka ione jamii hiyo, Mwenyezi Mungu anasema tungelifungua baraka mbalimbali kutoka mbinguni na ardhini. Kivipi? Lau ulikuwa ukihitaji kitu, ukawa ni mcha Mungu, ukaishi maisha yale ambayo ulikuwa unaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baraka ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazizungumzia hazitokuwa ni shida kwako. Leo hii